Bro, na wewe mara moja pale kwa kamkubwa. Mimi mwenyewe sina kazi ya kufanya. Bora tungongozana. Passport mzee. Sasa hizi shemegi. Salama. Samahani shemegi kwa kupotezea muda. Haina shida, maana mimi mwenyewe sina haraka na niendako. Naomba namba mdogo wako maana nilimwambia lakini alisita kunipatia. Kama alikunyima, basi ujue na sababu zake. Na nikikupea, tendo tofauti na alivyopanga. Kwa hiyo siwezi kukupa namba yake. Kwa nini shemegi? Hodi. Hodi. Kaka nimekuta. Umekuja wakati mwafaka. Shemeji, nakuheshimu. Kwa hiyo naomba ujiheshimu. Nakupenda shemegi. Na kuhakikishia kakako atujue. Mzee. Hivi umeelewa kweli shemeji? Mimi mwenyewe hapa nilipo nimechanganyikiwa. Na hilo ndio swali lilonikaa akilini kwa sasa. Sasa sikia. Yapaswa makini kwa hilo lilotokea. La sivyo itakuweka matatizoni. Sasa hizi kaka. Salamu. Warda. Naam. Chua hapa kwanza. Warda. Hivi haujui kuwa wewe ni mali hapa? Nafahamu kaka. Sasa kwa nini unashindwa kujiheshimu? Kwa kweli mwanamke mtarajiwa anapaswa kuvaa mavazi aina hii. Sio hivyo kaka. Hizi ni pigo tu za kisasa. Sasa jifunze kujiheshimu. Mavazi aina hii inapaswa uvalie mume wako mkiwa ndani ya nyumba, si mbele ya macho ya jamii. Jifunze kujiheshimu dada. Sawa kaka, nimekuelewa. Mimi nipo ndani. Sawa.
Mke wangu nini? Samahani mume wangu, sijakusudia, ila kulikuwa na kijana aliyekuwa akigonga mlango na nikitoka simkuti, na nimekuvuta ndani nikidhani ni yeye ili kumpa kipigo. Sawa. Shika. Wazemu, njoo ndani, chakula tayari. Beka, hapa nilipo sina hamu ya chakula cha aina yoyote kile. Yaani nahisi nimechanganyikiwa. Kwa tatizo gani kwa? Kitendo alichokifanya shemeji juzi, sijajua dhamira yake ilikuwa nini. Na hilo ndio imempelekea leo siku ya 3 sijafika kwa kaka. Hapo ni kweli. Maana hata mimi mwenyewe sijui dhamira yake ni nini. Vipi bro? Poa poa. Poa. Mkao wenyewe mnapunga ka upepo tu pole pole. Sielewa, shatoki waliza kazi lazima kupumzika. Siku ya 3 sasa sijaona kwangu na sio kawaida yenu. Saa nikaona ni heri nije niwajulie hali. Si tuko sawa. Harakati tu kaka. Alafu umepatia sana kaka. Unajua hapo tulikuwa tuongeongea ili chakula kipoe na hizi sasa chakula kiko sawa. Napenda. Alafu kuna ule mtu wako aliniomba namba yako ya simu lakini sikumpatia. Kwa hiyo mtafute. Sawa kaka, nitamtafuta nitamalizana naye. Sawa, sina shida. Kaka, wapi tena? Mbona mapema hivyo na mkoba mkononi? Mimi nilikuwa naelekea hapa dukani mara moja. Nikachukue mazagazaga. Si unajua lazima ule ili unenepe shemeji naye apate chombo. Asante sana kaka kwa kunijali. Kuhusu kukujali, hilo toa shaka. Maana ni jukumu lililoachiwa na wazazi wangu. Kwa hiyo sina budi. Nashukuru sana kwa kuwa na kaka kama wewe. Alafu hapo ndani nilikuwa nimeacha mchele hapo. Kwa hiyo nilikuwa naomba uandae nikitoka huko kwa duka. Je, nikute mambo yako shwari. Sawa kaka, nimekuelewa. Sawa. Mambo shemu. Poa. Vipi? Poa. Sasa shemu, kuna kitu nilikuwa nataka kukwambia. Sikiliza. Shemu, mimi ni kweli lakini niliolewa na kaka. Ila sikuwa nikimpenda. Najikuta tu kumpenda wewe.
nilikuwa natafuta kitu kama hiki ili niweze kurusha TikTok. Hivi shemeji yangu, unashindwa kujiheshimu japo kidogo tu. Kidogo tu. Wewe unataka kumchunganisha na kakangu sio? Nakupenda du. Nisikilize Shem. Namheshimu sana kakaangu. Alikuwa na kuheshimu pia. Lakini kwenye hili nimekuvua vyote. Kuanzia leo mimi sio shemeji yako tena. Na kwenye hili lazima kaka ajue. Lazima wachike. Kitambo uende kumuelezea, nitakuwa nimeshammezesha sumu kitambo. Utajuta kulikataa penzi langu. Kwa sasa barua ya posa ishaletwa, na kilichobaki ni kumwozesha dadangu kipenzi, na lengo langu lililobaki ni kumuona dadangu akiolewa kwa heshima. Kwa kuwa wazazi walituachia mali, sina budi kumfanyia bonga moja la harusi litakaloacha historia. Matembezi yalikuwa marefu ne. Heri ingekuwa matembezi. Lakini nilichopata nacho huko nahisi kama ni ndoto yani. Kivipi? Ile swali ambalo tulikuwa tukijiuliza kuhusiana na shemeji. Leo fumbo limejifumbua. Wewe ulikuwa unamaanisha nini? Na nitaka kimapenzi. Msubiri. Na ukamjibu nini? Mimi nimemchana ukweli. Nimemwambia kwa siwezi kufanya upumbavu kama huo. Na nikamwambia pia lazima kaka ajue. Alapo umebananga blaza. Kwa nini usingemkubalia tu akaisha? Tumkubalia. Kweli kwa sawa kabisa kiakili uko sawa. Sasa imagine wewe ni kakangu. Afu ugundue kuwa mimi naendelea na shemeji. Utajisikiaje? Kweli nauma sana. Ile anachojaribu kumaanisha kuhusu kwenda kumwambia kakako. Kumbuka yule ni bwanake na yule hatakubali kuaibika. Kwa hiyo atafanya jambo lolote ili kujinusuru. Na hapo wewe ndio ambao utaingia katika matatizo. Kumbuka uamuzi mzuri ni ule uamuzi mgumu ambao utakuweka mahali pazuri mbeleni. Na uamuzi rahisi, uamuzi ambao utakuweka mahali pabaya. Mkangu nini?
Nenda mama. Nieleze umepatwa na nini? Maana nashindwa kuelewa. Zemo mume wangu Zemo amefanya nini? amejaribu kunibaka, ila nashukuru akatokea kijana na kunisaidia. Zemo huyu hapo nafahamu mimi? Ndio mume wangu. Zemo ananitafuta nini mimi? Ananitafuta nini? Ila sawa. Ameanzisha, mimi nitamalizia. Twende ndani mke wangu. Nitajua nini cha kufanya. Hii video nitamani nipost. Lakini nikiangalia kwa jicho la tatu, naona kama na kitu ndani. Ngoja kwanza nisikilize kama itatokea nini. Kama nipost. Yeye ni mdogo wako, utamuumiza. Mimi najua lenu moja. Sasa nawaambiaje? Mmeafulia nguo, mtaoga hadharani tena peupe pe. Sikupendi Zemo, sikupendi. Nakuchukia sana wewe mwanaume. Sikupendi. Dada. Sikupendi Zemo. Dada. Dada. Mbona usiku huu umekuja uketi hapa sasa? Nakuchukia Zemo, nakuchukia. Nakuchukia sana wewe mwanaume. Pole sana dadangu. Najua inauma kwa hii hali iliyojitokeza, ila inapaswa uvumilie, maana ile ni hali tu inaweza kumkumba binadamu yeyote yule. Kwa hiyo pasi kumlaumu. Lakini kaka, kwa nini anifanyie hivi? Namchukia, simpendi huyo mwanaume, namchukia. Pana, usiseme hivi. Kwani hujui ni kitu gani kilichompelekea mpaka kufanya hivyo? Kwa hiyo twende nyumbani dadangu. Zemo, naomba tukae chini tutulie ili tujue jinsi gani ya kulitatua hili tatizo.
Hapo ukisema kufanya kiustaarabu kama unavyotaka wewe, wataniona mimi mjinga na bado mimi ndio nitaonekana niko na makosa. Lakini kumbuka, ukifanya kwa hasira bado utakuingiza kwenye matatizo zaidi. Maana siku zote hasira haizai wema. Hapa atanifanyaje? Bado vita vitazuka tu. Sasa kama ni vita, watanikuta ulingoni. Huyu mwanamke lazima ajue kuwa kuna watu wengine sio kuchezea. Thank you.